nimezunguka sana. Ndio. Hospitali kubwa tu mbalimbali mjini, zile hospitali zote za mjini zile. Nadhani nazifahamu. Ndio. Na binti yetu Huyu ni mtoto wako wa kuzaa wewe. Huyu mtoto wangu kabisa. Na huyu ndio shemeji yetu. huyo ndio mke wangu. Okay, tatizo limwanzia muda gani? Eti mke wangu. Saizi hapa ni kama miezi mitatu hivi. Miezi mitatu nyuma. Ujue iko hivi, maradhi sio ya muda mrefu wala muda mfupi. Lakini maradhi hakunaga maradhi wanasema kwamba maradhi sugu. Ili ni propaganda tu ya biashara ya matibabu au ya utabibu. Kweli. Sawa, maradhi ni yale. Matibabu ya mtoto yatafanyika. Sawa. Sawa, hamna shida. Kama itafanikisha hilo, alhamdulillah, tutashukuru Mungu. Maana mpaka inafikia hatua sasa hivi mpaka muda wa kumwandaa shule na kwa namuonea sana huruma. Umeelewa? Anko. Yaani unapomuona hata kuongea shule tu anaenda tunafika tunamtenga basi. Poleni sana. Japo umechelewa kimatibabu, lakini atafanya matibabu na atakaa vizuri. Dokta, kwa maelezo yako unavyoniaminisha mimi, basi na mimi nachukua nafasi kukuamini. Usivunje uaminifu wako. Kipimo umetuambia na gharimu shilingi ngapi? Kipimo ni 35. Na matibabu? Hapana. Mpaka tufanye matibabu. Mpaka tupate vipimo, tujue matibabu yake ni nini. Maana dokta, mpaka sasa hivi ninapokuambia hali yetu sio nzuri sana, lakini tushangaika na tushapoteza hela sana. Ndio. Dokta, sasa hapa keshi mimi sina. Labda siji kuna njia nyingine pale pa namba naweza kupata. Lipa namba ipo. Sawa, hamna shida. Maana anaonekana anaumia sana. Usijali. Ipo. Basi nadhani mimi ngoja nilipie kwenye simu. Sina ruhusa. Inaruhusiwa pia. Basi hamna shida. Sawa mke wangu. Mimi ndo nakuaga hivyo. Naelekea nyumbani kwanza. Si unajua kuna pia nimeacha wagonjwa kule leo. Saa 9 za kazi. Sawa mume wangu. Kama unavyoona hali ya mtoto.
inabidi tu nifanye. Yes, kubwa subira. Maana mimi mwenyewe nimetokea kumwamini dokta. Na Mwenyezi Mungu atafanya wepesi. Kikubwa subira. Tusubirie hizo siku 2 au wiki 2 amesema. Tujue tatizo nini, kama ataweza kufanikiwa kumponesha mtoto wetu, inshallah jambo la kheri. Sawa mwanangu, hamna shida. Basi hapo sasa, ngoja nikifika nyumbani nitakutumia pesa, maana hela hapo kwenye simu imeisha, nimekutumia dokta. Kifika kule nitaenda kwa wakala nitakutumia okay. Sawa mwanangu, nakuelewa. Inshallah. Alafu basi ukija kuniletea nguo mimi na mtoto. Nguo basi hamna shida. Nikienda kesho nadhani nitageuka, naweza kageuka. Kama sitogeuka basi mume wangu kesho. Mke wangu. Yaani leo kutoka hapa kesho. Wewe sasa uhitaji nguo. Wewe uhitaji nguo. Kwa nini? Chanza, unajua tuna mtoto. Bye. Nitakumisi lakini. Mwanzo mtoto na wewe. Mwenyekiti. Yaani unada tangu shakaja hapo kwa mambo yale. Vipi mzee? Safi kwema. Kwema. Sima karibu. Asante. Harakati vipi? Safi tu, yaani nilijua leo tusinde hapo. Tafuta hapo hivi. Hilo jua kwa mwanaume kawaida. Acha kabisa. Lakini kwa dada zetu hana tabu. Chata. Sasa bwana Mboto, mimi nimekutapa ni shida. Sawa. Kuna vitu ambavyo navifanyia uchunguzi, lakini bado uchunguzi wangu haujakamilika. Ila nadhani ili niweze kufahamu hayo, napaswa kufanya uchunguzi wa chini. Nilikuwa nina shida. Sawa? Nahitaji uende kwa Sheikh Juma ukaniitie. Nikamwambia kwamba nina shida naye. Kwa sababu naamini miongoni mwa majibu ambayo nahitaji pia anatoka kwa Sheikh. Kuna uhitaji mkubwa sana na Sheikh. Sheikh Juma au Sheikh Juma? Wewe Sheikh Juma. Basi hamna tabu. Hiyo limeisha mwenyekiti. Labda nakukubali sana. Yaani limeisha haina tabu. Basi maliza hilo hapo fu. Tutajuzana. Yaani ninapotoka sasa hivi mguu. Ni kwa Sheikh Juma. Mboto. Ngoja nikwaje na kauka fulani. Nakusikia wewe. Sasa hivi natoka. Sasa hivi. Sasa usipitie safari. Sipitie huko. Assalamu alaykum mwenyekiti. Kwa habari za sasa. Salamu sana. Tunamshukuru Mungu usikie. Amna, unajua nimekaa hapa nikipoa. Naona kweli maana hali ya hewa hii mvua sio rafiki sana. Lakini pia nilikuwa na shida na wewe sana. Shida nini? Kwa Mwenyezi Mungu kati ya heri. Mwenyezi Mungu anakashusha heri zake. Maana nilikuwa gengeni pale nikasema si vizuri kupita njiani hapa afu nyumba ya mwenyekiti jirani tu. Sema nini? Nije nikusalimie bwana.
kweli Mungu kashusha kheri zake. Sasa Sheikh Juma, kuna mambo kidogo ambayo yanatatiza aswaswa yanaendelea kwenye kijiji chetu. Kuna mambo kaza wa kaza yapo ambayo na msumbua sana wananchi. Yapo pia mengine yanakuhusu wewe na mengine yanafanya utafiti zaidi. Amesumini. Yapo ambayo yanakuhusu wewe. Ni bora la zaidi tuwekane wazi ili tujue tunalitatuaje jambo hilo. Huenda mengine tukapeana hata ushauri. Sawa. Sheikh Juma, unajua wewe ni mtabibu mkubwa sana kwa kijiji. Karibia kijiji chote wewe ndio unaikimbilia. Kweli kabisa. Lakini kuna mada ambayo inaendelea, watu wanajiuliza kwamba wewe ni mtabibu, lakini kuhusu afya ya mtoto wako umepeleka hospitalini kote hajapona, lakini pia wewe kama ukiwa mtabibu wa hiki unashindwa vipi kumhudumia mwanao kaka? Cha kwanza mwenyekiti, naomba tutambue kitu kimoja. Pindi alipotuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia khuliqal insanu dhaifu, ametuumba wanadamu tukiwa hatujakamilika, yani ni madhaifu. Hilo alikuwa anamaanisha ya kwamba atatuumba pia kuna maradhi mengine na kuna kitu ambacho nakumba nacho. Ndio maana unaona kuna watoto wengine wanaumbwa ni viwete, wengine vilema mikono, wengine vipofu. Na ishu ya kuja na ugonjwa wa mwanangu, yote wananchi mnajua, na michango tulichangisha, nikahangaika kumpeleka hospitali mbalimbali ili aweze kupona, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi hajapona. Na ndio maana tunahangaika, tunalifanyia kazi. Na sasa unaona. Sawa, hamna shida Sheikh wangu, mimi hiyo ndio shida ambayo nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe, lakini ngoja kufika kwa wakati. Hamna lingine, kama kukiwa na lingine basi naweza tutajizana. Basi inshallah. Nashukuru. Haya mwenyekiti. Haya, asante.